Okay, kwa hivyo tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena kwa sababu ya mchana jioni hii. Wewe Mungu kwa wema wote ulikuwa pamoja na sisi tangia tulianza pale jana. Sasa tumefika kipindi hiki kushukuru kwa vyote ambavyo umetupatia na kushukuru kwa yote ambayo umetufundisha. Sasa kipindi hiki ambacho tumekianza tena, Bwana wa majeshi, tunaomba neema yako. Bwana wa majeshi, Roho wako akawe juu ya kuhubiri siku ya leo. Nene mausia yako yasaidie maisha yetu na maisha ya wale ambao tunafanyana. Bariki, ubariki kila mmoja kwa sababu hilo ndilo neno lako, hilo ndilo neno lako, na hayo ndio mapenzi yako. Kwa Kristo Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu tunaomba na kuamini. Amen. Unaweza kuketi. Okay. I have to apologize for the last because everything went wrong and it was really tired. Inanibidi niombe msamaha kwa sababu ya kipindi kilichopita, kwa sababu mambo mengi yalikuwa yamefanyika na nilikuwa ninahisi nikiwa mchovu sana. Now I am okay. Sasa ako sawa. My apologies. Anasema kunradhi, samahani. Now we are going to talk to the most important thing for us as Christians. Sasa tunataka kuongea kuhusu kitu cha muhimu sana kwetu kama Wakristo. The Bible says we are called. Ile nasema tumeitwa. That the word in Greek is kaleo. Kwa hivyo neno lile kwa Kigiriki ni neno kalio. Kaleo means when some officer, some sergeant calls a soldier and assign the soldier a mission. Kalio inamaanisha amri jeshi ama mkuu wa wanajeshi anapoita mwanajeshi mmoja na kumpa amri. What options the soldier has? Kwa hivyo huyu mwenye kupewa amri ana ujasiri gani? Only one. Moja tu. What? Ni nini? Yes. Saluti tu na kusema ndio kubwa. Yeah? Ndio? Or the soldier can say, I don't want. Ama ule askari anaweza kusema sijisikii, sitaki. What happens is the soldier says, I don't want. Basi ni nini kitafanyika iwapo yule askari mwenye kupewa amri atasema mimi sitaki kufanya vile unavyosema? That is not going to end well. Hiyo haitaisha vizuri. Yeah? Ndio? We have one mission. Tuna huduma moja tu. And it's in the emblem of the church. Na hiyo iko katika mihuri yetu kama kanisa. Mark 16:15. Marko 16:15. Can you repeat it all together in Swahili or English? Okay, can you say all together that verse in Swahili? Tunaweza kusema wote pamoja huo mstari kwa Kiswahili? Tunaweza? Basi fungua tu Biblia yako tusome pale Marko 16:15. Swahili nasema, enendeni kote ulimwenguni kaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kuokoka ataokolewa. Amen. I didn't hear anyone. Anasema hakusikia mtu yeyote akisoma ama akisema. I want you all. Anataka sisi wote tuseme. 1, 2, 3. Enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa wata kiumbe. Naye ni ataokoka. Amen. No, not enough. Anasema haitoshi. Haitoshi kabisa. I don't believe you. Mimi sifahamu. You need to convince me. Lazima mnishawishi. Okay, again. Tena. 1, 2, 3. Enende. Louder. Tujaribu tena kwa sauti. Enende kote hubiri Injili. Okay, that will be at the final test. Hiyo itakuwa kwa mtihani wa mwisho. Everyone needs to know that by heart. Kila mtu anafaa ijue kwa roho. First question. In what part of the Bible talks about missions? Ni sehemu gani ya Biblia inaongea kuhusu huduma? Does someone knows? Kuna mtu anajua? What part of the Bible speaks about missions?
Kwa hivyo ni sehemu gani ya Biblia inaongea kuhusu ujumbe ama huduma ama umishonari? Yes, Genesis. Basi ni kitabu cha Mwanzo. You didn't expect that. Yes. Utarajia hiyo, si ni kweli? We can find that at Genesis 4. Tunaweza kupata hiyo kwa Mwanzo 4:26. 26. Can you look for that? Tunaweza kutafuta hiyo? Genesis 4:26 says, and to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Biblia katika Mwanzo 4:26 inasema kwamba na Sethi akapata mwana wa kiume, akaita jina lake Enos. What is the preacher there? Basi mhubiri hapo wapi? Yeah, problem is it's very difficult to translate Hebrew to any other language. Shida ni kwamba ni ngumu sana kutafsiri Kiebrania kwenda kwa lugha nyingine. But there is a word there that is very important. Lakini kuna neno pale ambalo ni muhimu sana. The word is kara. Neno lile linaitwa kada. Kara, if you want to search it, the Hebrew dictionary is the name 7021. Basi ukilitafuta kwenye kitabu kwenye lugha ya Kiebrania utapata ni H7021. Problem is that word has many meanings. Shida ni kwamba pia maneno yanakuwa na maana tofauti, maana nyingi. When you try to bring it to another languages, kileta neno lile kwa lugha nyingine, yeah, at Hebrew is only one word. Kwa Kiebrania ni neno tu moja. But to bring it to another languages is very complicated. Lakini kuileta kwa lugha nyingine inakuwa ni changamoto kubwa. Because it means many things. Kwa sababu inamaanisha vitu vingi. Yeah, I noted some of them that appears at one of the dictionary. It says to call, to cry out, to invoke, to give fame, to invite, to mention, to name, to preach, to proclaim, to pronounce, to read, to recognize, to say. Najua kwamba mahali pengine inaelezewa kama neno linalomaanisha kuita, kupatia heshima kubwa, kualika, kutaja, kupeana jina, kuhubiri, kutangaza, kutamka, kusoma, kutambua na kusema. Yeah, the idea is to call. Kwa hivyo wazo ni kuita, but it means reading aloud. Lakini nasema kuita kwa sauti, to preach, kuhubiri, to read, kusoma, many mambo mengi. So if we choose the meaning preaching, kwa hivyo tukitumia kwa mfano neno kuhubiri, we can read this passage as, and to say to him also there's born a son, and he calls his name Enos. Then began men to preach the name of the Lord. Basi ule mstari unasema kwamba na Sethi akamzaa mwana akaita jina lake Enos, ambapo watu walianza kuhubiri jina la Bwana. It has a lot of sense because Enos finally was taken by the Lord. Basi inamaanisha mambo makubwa sana, maana mwishowe Enos akachukuliwa na Mungu. Because it doesn't make any sense that people get called by the name of the Lord. Kwa sababu hii maanishi kitu vizuri sana kusema kwamba watu walikuwa sasa wanaanza kuita jina la Mungu. It has sense that to call upon the name of the Lord. Na maanisha kwamba kuliitia jina la Mungu. But it also has sense to preach lakini the name of the Lord. Lakini pia lina maana nyingine ya ndani ya kusema kwamba ni kuhubiri au kutangaza. I really admire translators. Anapenda sana anapenda sana wakalimani. Because they have to take a decision. Sababu lazima wafanye uamuzi. What word to use? Ni neno gani watatumia? Not easy. Si rahisi, tafadhali mjue hivyo. The Bible and the Old Testament insists on proclaiming. Biblia katika Agano la Kale linasisitiza kutangaza. In this verse of Jeremiah 31:6, it used the word shall cry in our translation. Hivyo katika mstari huu wa Yeremia 31:6 inatumia neno lile kulia ama kuomboleza ama kupaza sauti. But if you read this, it can say we preach. Kusoma hivi inaweza kusema kwamba tunahubiri.
You see? Naona? That's Jeremiah. Huyo ni Yeremia. There are many verses of the Bible that use the expression speak in the name of the Lord. Kwa hivyo kuna mistari mingi sana kwenye Biblia ambayo inatumia neno hili kuitia jina la Mungu. One of them is Isaiah 40. Mojawapo ni Isaya 40. O Zion that bringest good tidings, get thee up in the high mountain. O Jerusalem that bringest good tidings, lift up your voice with strength, lift it up, be not afraid. Said unto the cities of Judah, behold your God. Nasema kwamba Sayuni uletaye habari njema, inuka upande milimani, o Yerusalemu uletaye habari njema. Paza sauti yako kwa nguvu, inua sauti yako na usiogope. Sema kwa miji ya Yuda, tazameni Mungu wenu. That's preaching. Hiyo ni kuhubiri. Or not? Hapa ulimwenguni. It's preaching. Ni kuhubiri. Yeah, let's go ahead. Go to Jeremiah 1:7. Basi tuende kwa Yeremia 1:7. This is very interesting. Hii ni ajabu sana. Because it says, but the Lord say unto me, say not, I am a child, because thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, you shall speak. Ana inasema kwamba Bwana akaniambia, usiseme kwamba mimi ni mtoto tu. Maana utaenda mahali pote nitakapokutuma, na lile lote ambalo utakuwa Mungu kulisema utalisema. Any children here? Kuna watoto wote hapa? Please raise your hand. Tafadhali inua mkono wako kama wewe ni mtoto. Any children? Hakuna watoto? Kama kuna mtoto inua mkono wako. What it is forbidden here to say by children? Hapa tunaambiwa kwamba watoto ama kile kiko hapa kabisa kwa watoto kusema. What children cannot say? Ile watoto hawezi kusema. Do not say, usiseme I'm a child. Mimi ni mtoto. Because the Lord says, you will talk what I will send you to say. Bwana anasema kwamba wewe utasema yale ambayo utakutuma uyaseme. Can children preach the gospel? Watoto wanaweza hubiri injili? What do you think? Wanaweza? Yes. Ndio. They can. Wanaweza. They can. Wanaweza. For us, they are not ready. Sisi tukiwatazama hawajafika bado. Any children teacher here? Kuna wanafunzi walimu wote hapa wa watoto. Do children understand things better than adults? Watoto huelewa mambo haraka kuliko watu wazima? Yeah. Ndio. For us it's very difficult to understand some things from the Bible. For children it's very easy. Kwetu sisi ni vigumu sana kuelewa mambo mengine kutoka kwa Biblia, lakini kwa watoto inakuwa ni rahisi sana. And Jesus said they have the preference at the throne of the Father. Yesu akasema kwamba hawa hupewa nafasi ya mbele kwa kile kiti cha enzi cha ufalme. If you are a children and you are saved, you can preach the gospel. Kama wewe ni mtoto na umeokoka, unaweza kuhubiri injili. The old people will tell you, no, you shut up. Wazee watakuambia hapana, la, wewe nyamaza. What age was Jesus when he was discussing with the elders at the temple? Yesu alikuwa miaka mingapi wakikuwa wanaelezana kwenye hekalu na makuhani? Alikuwa miaka mingapi? Alikuwa 12 years. Alikuwa miaka 12. And the old men were really complicated. Na watu wale wa zamani ama wazee walikuwa wanachanganya mambo sana. Because this child knew better the Bible than them. Kwa sababu mtoto huyu mdogo alijua Biblia vizuri kuwaliko. I remember when I was a child, about 12, I was at the hospital. Nakumbuka kwamba wakati alikuwa mtoto mdogo kama miaka 12 alikuwa kwenye hospitali. And I got very sick, so I had my Bible next to me. Akawa ni mgonjwa sana, hawezi, lakini pale kando yake kulikuwa na Biblia yake. And one of the doctors wanted to make fun of me. Daktari mmoja akataka kumkejeli. He didn't know I was a pastor's son. Alikuwa hajui kwamba huyu ni mwana wa mchungaji. And I have been hearing and reading the Bible since I was born. Amekuwa akisikia Biblia na kuisoma tangu amezaliwa. So he tries to circle me around and try to make me look confused. Hivyo akajaribu kuzungusha na maandiko ili aonekane anamchanganya.
But in those cases, the Lord goes behind you. Yaani kwa hali kama hiyo Bwana anakuja nyuma yako. He couldn't get me. Hangempata. Finally, he gave up and said, "Oh, this child knows a lot." Basi mwisho akakata tamaa, akasema kwamba huyu ni mtoto isipokuwa anajua mengi. Not because of me. Sio kwa sababu yake. Yes, because I have read the Bible. Kwa sababu alikuwa amesoma Biblia. That's all. Hiyo tu. Child, you can preach the gospel. Mtoto unaweza hubiri Injili. They will not be so eloquent as an old man. Wenda usikuwe na ufasaha sana kama mtu mzee. But the Lord can use anyone. Lakini Bwana anaweza kumtumia yeyote, Even me. hata mimi. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, say the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Siogope nyuso zao, maana mimi niko na wewe ili kukukomboa, asema Bwana. Kisha Bwana akanyosha mkono wake na kugusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimeyaweka maneno yangu ndani ya kinywa chako. The most insistent part of these prophets are, do not be afraid. Basi maneno ya kusisitizwa na huyu nabii ni kwamba usiogope. The Lord called you with a mission. Bwana alikuita kwa huduma. It's not saying nothing about age. Haisemi chochote kuhusu umri. This is really interesting. Isaiah 55:6. Sorry. Hii inafurahisha sana. Isaya 55:6, samahani. 6. Behold, thou shalt call a nation that you knowest not, a nation that knew not thee, shall run unto thee because of the Lord thy God, and for the Holy One of Israel, for he hath glorified thee. Tazama, utaitea mataifa ambayo haukuyajua, na mataifa ambayo hayakujui watakukimbilia kwa sababu ya Bwana Mungu wako. I mark 2 words here. Basi mimi nikawa nimeweka mstari maneno mawili hapa. The one that we are using, call, ile ambalo tunatumia mwito, that is kara, you remember kara? ambayo kalio ndio tulianza nayo, nakumbuka. And the other one is run. Neno lingine hapa ni kukimbia. We will talk about that in the next slide, but if we use call as preach, tutaongea kuhusu hiyo kwa vipindi vijavyo, lakini tukitumia neno mwito ama kuitwa kama kuhubiri, we can paraphrase, you will preach to nations you don't know, they will run to you because of the Lord your God. Basi mstari huo utasoma kwamba wewe utahubiri kwa mataifa usiyoyajua, nao watakukimbilia wewe kwa sababu ya Bwana Mungu wako. Yeah, that can refer to nations that don't speak your language. Kwa hivyo hiyo inaweza kumaanisha mataifa ambayo hayaneni lugha yako wewe. What I'm doing here. Kama vile yeye hapo hapa. You know, I don't speak English. Nyinyi mnajua kwamba yeye haongei Kizungu. I don't speak Swahili. Yeye haongei Kiswahili. And I'm preaching. Lakini anahubiri. Isaiah 55. Huyo ni Isaya 55. Agree? Unakubaliana? Is the Lord faithful? Bwana ni mwaminifu? Ndio. The preacher doesn't matter. Mhubiri hajalishi. Is the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu. Is the word of God. Ni ukweli, unaweza piga makofi kama nikupiga unapiga. The Lord can use anyone. Bwana anaweza kutumia yeyote. Yeah, tell me if this is not true. Did the Lord spoke through a donkey? Niambieni kama si kweli kwamba je, Mungu hakuongea kupitia kwa punda? You know the story? Unajua hiyo hadithi? He's doing it again. Anafanya hivyo tena kupitia kwa mchungaji leo. Yeah, the Lord can use anyone. The Lord can use you. Hiyo Bwana anaweza kutumia yeyote, Bwana anaweza kutumia wewe. It's not who will prepare your heart. Haijalishi umejiandaa vizuri kiasi gani. Is that he can use you. Ni kwamba anaweza kukutumia. He can use me. Anaweza kunitumia. So
This is very interesting. Let's go to Habakkuk. Sasa hii inafurahisha sana, tukimbie kwenye Habakkuk. Habakkuk says this, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may read it. Inasema kwamba na Bwana akanijibu kusema, andika maono haya na uyafanye makubwa juu ya mawe, kwamba yeye akimbiaye apate kuyasoma. Here we have two words repeated. Hapa kuna maneno mawili pia yamerudiwa. Kara is translated read. Basi ile kaleo tunasema kusoma. Yeah, and we have the new that is run. Na kuna neno lingine ambalo ni kukimbia. Run, there is a word in Hebrews, roots. Kwa hivyo kukimbia katika Kiebrania ni kusema roots. Roots means run, speak quickly, bring quickly, go running, do relays, etc. Hiyo inamaanisha kukimbia, paswa kugawanisha mara mbili, kuleta haraka, kwenda ukikimbia, kuchelewesha, kujiweka sawa sawa. So this could mean also anyone can read. Hivyo hivi inamaanisha pia mtu yeyote anaweza kusoma. Can go running to preach. Anaweza kukimbia na kuhubiri. You see? Naona hivyo? It's not easy to see, but it is there. Si rahisi kuyaona haya, lakini yapo kwenye bustani. Yeah, this is when we go to Amos. Sasa hapa ndio hapa tutaenda kwa Amos. Amos is talking about the future. He is situated about 700 years before Jesus. Amos anaongea kuhusu mambo ya baadaye, anaongea kuhusu mambo haya miaka kama 700 kabla ya Yesu azaliwe. He is talking about the very future. Anaongea kuhusu maisha yajayo ya mbele kabisa. He says, behold, the days come, said the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, not a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Yasema kwamba tazama siku zinakuja, asema Bwana Mungu, hapo nitatuma ukame mkuu ndani ya nchi, sio ukame wa mkate wala kiu ya maji, bali ni kusikia neno la Mungu. This is now. Hiyo ni saa hizi. Have you seen it? Umeona hiyo? People, Watu is asking anauliza for the Lord. I was at Colombia. Alikuwa kule Colombia. It's very funny story because I was invited to a very small village that is, the name is Kinamayo. Ni hadithi ya kufurahisha sana kwa sababu alikuwa kwa kijiji kidogo ambacho jina lake ni Kito hivyo bila nisema. That village is only for African descendants. Sasa kile kijiji ni cha watu tu wa asili ya Kiafrika. Everyone at the village has dark skin. Basi kila mtu kwa kile kijiji ana rangi nyeusi kama sisi. They don't want white people there. Hawataki watu weupe kule. But we were with a lady that when she was a young lady, she was the patient, the candidate, the president of the neighbors union, everything. She was very famous. Lakini mwanadada huyu alipokuwa mchanga kidogo alikuwa na majina mengi, alikuwa yeye ndio mwenye kupeana ushauri, alikuwa anafanya vitu vingi. Yeah, so when we went to any house, they say, Claudia, come in, come in. Wakati tungeingia mahali popote wangesema tafadhali njoo, karibuni. Yeah, so we went passing through a series of houses, inviting them to church, trying to preach. Basi tukawa tunapita milango na kuwaalika watu waje kanisani. Then we went to a very, very poor house, Basi wakawa wanaenda kwa nyumba moja ambayo ilikuwa na umaskini ukara wa hali ya juu. There was a very old man. Kulikuwa na mtu mzee sana, very poor. Alikuwa mzee sana. I seated with him. Nikakaa pamoja na yeye. And Claudia asked me for forgiveness because he had to go somewhere else. Na huyu mwanadada Claudia akaniuliza msamaha kwa sababu yeye naye ilibidi aende mahali pengine. So I decided to begin explaining the gospel to that person. Basi nikaamua nianze kuhubiri injili kwa huyu mtu. He interrupted me. Yeye kila mara akawa ananishurutisha. I said, no, I need to go. How can I accept Jesus? Akasema wewe wacha mambo mengi, mimi nataka kujua tu vile ninavyoweza kumpokea Yesu. I was thinking,
let me do my job. Na huyo na mhubiri akawa anashangaa, siawacha nifanye kazi yangu. He didn't want to hear anything. He just needed to make a decision for the Lord. Hakuhitaji kufanya chochote, alihitaji tu kufanya uamuzi kwa Bwana. So I have to skip all the previous and go directly. Yes, this is the way you need to receive the Lord as Savior. Basi kabidi mhubiri awachane na mambo mengi, aende direct amwambie hivi ndivyo mtu huwa anampokea Yesu. That was very strange for me. Hiyo ilikuwa ni ajabu sana kwangu. The Lord doesn't need me there. Bwana hakunihitaji huko. I only needed to give the final explanation how to be saved. Nilihitaji tu nipeane ushauri wa mwisho jinsi ya vile kuokoka. Thank you for the Lord. Na nikashukuru kwa sababu ya Mungu. Thank you from the Lord. Yes. Ndio kutoka kwa Mungu ndio. Interesting thing. 2 weeks later, I was back to Santiago, Chile. Kitu cha kushangaza, wiki mbili baadaye nilikuwa nimerudi kule kwetu Santiago, Chile. The guerrilla took control of all that valley, and no army, no police, no Christian could go inside that valley any longer. Basi wanamgambo wakawa wameteka nyara kile kijiji, na ikakuwa hakuna mwanajeshi, hakuna polisi, hakuna yeyote angeingia kwenye kile kijiji. I have just one chance. Ilikuwa na nafasi moja tu. Impressive. Ajabu hiyo. Yeah. Ni kweli. The Lord called us to do a job now. Bwana ametuita tufanye kazi sasa. Not in the future. Sio siku za usoni. Now. Sasa. Because people are dying without Christ. Kwa sababu watu wengi wanakufa bila Kristo. They are going to the hell. Enda jehanamu. If you see someone's house is burning, Yona nyumba ya mtu inaungua, and they are inside the house, na wako ndani ya ile nyumba, what will you do? wewe utafanya nini? Go and take them out. Enda kwenye hiyo nyumba uwatoe nje, Even if they don't want to. hata kama hawataki. Really? Ni kweli? What's important? Hiyo ndio ya muhimu. To save their lives. Ni muhimu ni ipi? Kuokoa maisha yao. Why we don't care that our friends go to hell and we let them burn at hell? Kwa nini huwa hatujalishi na kwamba marafiki zetu wanaenda jehanamu na sisi hatuna habari, hatuna ufahamu na hataki kujua? There is an important verse we will study maybe on Sunday. Kuna mstari wa muhimu sana tutauangalia labda Jumapili. It says, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and give it light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Biblia inasema kwamba nyinyi ndiyo nuru ya ulimwengu. Mji ulio juu ya mlima hauwezi kufichwa. Pia watu hawawashi mshumaa na kuweka chini ya meza, lakini wanauweka juu ya kiango ili upeane mwangaza. Wacheni nuru yenu iangaze mbele ya watu, waone matendo yenu mema, ili wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. It's important to understand that this is not telling that we should be the light of the world. Sasa ni vizuri kuelewa kwamba andiko hili halisemi kwamba sisi tuwafaa kuwa nuru ya ulimwengu, Or we will become the light of the world. ama sisi tutafanyika nuru ya ulimwengu. It says in present time, you are. Nasema kwa wakati uliopo kwamba wewe ni. You are the light of the world. Wewe ni nuru ya ulimwengu. I will explain that on Sunday. Nitaeleza hiyo Jumapili. The ones who will not be here will not know. Wale ambao hamtakuja foleni hamtajua. Yeah, it's a privilege for Nakuru people. Hiyo itakuwa ni fursa ya watu wa Nakuru na watu wazuri. No, let me tell you, the word that is used there is, you are in essence, you are indeed the light of the world. Basi wacha niwaambie kihakika kwamba neno lile litumika pale ni kwamba wewe kihadisia na wewe kikweli, saa hizi wewe ni nuru. It's not something you can change. Sio kitu kunaweza kubadilisha. It's like you say to me, you should be Chilean. Ni kama sasa uende uambie mhubiri, wewe lazima uwe mtu kutoka chini. Or I say you should be
kwenye in a box. Tunaweka nuru hiyo kwenye boksi, But the light shines. lakini nuru bado inang'aa. You see? Naona? So it's ridiculous to not be the light of the world. Kwa hivyo inashangaza kukosa kuwa nuru ya ulimwengu, Because we already are. kwa sababu sisi tayari ni nuru ya ulimwengu. Interesting. Ajabu, si ndio? So we are going to the commission. We will see two words here. Yeah, wait. The words we will see is Matetausate and Didas Contes. So Hiyo maneno hata yanajua siwezi taja, kwa hivyo nyinyi si mmesikia. there are these words are here. Basi Matthew 28:18. Mathayo 28:18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Inasema kwamba Yesu akaja na kusema nao akisema, mamlaka yote imepeanwa kwangu mbinguni na duniani. Nendeni mkifundisha mataifa yote, mkibatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyatii yale yote ambayo niliwaamrisha. Tazameni niko na nyinyi kila wakati hata mwisho wa dahari. Yeah, the first word, teach all nations, can also translate make disciples, that can be get and lead followers. And the second, teaching them, is talking about teaching them continuously, every day. Basi neno la kwanza la kufundisha linamaanisha kuwafanya watu wafuasi, lakini la pili ni kuwaonyesha jinsi vile ya kufuata mafundisho ili wawe wafuasi. So we see the mission is set on Matthew. Kwa hivyo tunaona tume hii ambayo iko kwenye Mathayo. Did Mark says anything about missions? Huu mstari unasema chochote kuhusu tume ama huduma? What do you think? Unafikiriaje? We just repeated Mark 16. Tuliona tu tena kwa Marko 16. And he said unto them, Go ye into the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink and any sick, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Awaambia, nendeni ulimwenguni kote mkihubiri Injili kwa kila kiumbe. Yote aaminie na kubatizwa ataokoka, yote asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitaandama wote wanaoamini. Jina langu watakemea mapepo, wataongea na lugha mpya, watashika nyoka na watakunywa sumu na haitawaumiza. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na wagonjwa watapona. The word that you said here is kirusete. Basi neno lile tulitumika pale ni kisepi. Kiruso is a proclaimer. Maybe you have seen when a baby is born at the kingdom in UK, England. Hii basi labda mmeona wakati mtoto mdogo anazaliwa kule Uingereza. There is an old man that says proclaiming, a new prince is born. Basi kuna huyu mtu ambaye anasimama na kusema, basi mwanamfalme mpya amezaliwa. That's a kiruso. Basi ndio lile neno lile liko pale. So Mark says we are kirusos. Kwa hivyo Marko anasema kwamba sisi ndio kama wale watu wanaotangaza lile. Luka pia speak about missions. naongea kuhusu tume. He said, then opened their understanding that they might understand the scripture, and said unto them that it is written, and thus is before Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and the repentance and remission of sins should be preached in his name and among all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witnesses of these things. Biblia inasema kwamba kisha akafungua ufahamu wao kwamba waweze kuelewa maandiko.
Akawaambia, hivi imeandikwa kwamba imempasa Yesu kupita mateso mengi na kufufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu, na kwamba toba na uondoleo la dhambi lihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote kuanzia Yerusalemu, na nyinyi ni mashahidi wangu kwa mambo haya yote. And finally, John, Na mwisho kabisa Yohana, then say Jesus to them again, peace be upon you, as my Father has sent me, I even so send you. ilisema kwamba Yesu akawaambia tena, amani iwe nanyi, kama vile Baba alivyonituma mimi, mimi pia nawatuma nyinyi. Important thing, Jambo la maana, it uses two words. One of them is, as my Father sent me, that is apostelo. jambo la kwanza, kama vile Baba alivyonituma, ni neno lile apostelo. That is a specific mission that is given to someone to represent someone else, like an ambassador. Basi hiyo ni tume maalum ambayo inawekwa kwa mtu ili amwakilishe mwenzake kama vile mabalozi hivi. When he says, I send you, he uses the word pempo. Wakati anaposema ninawatuma, anatumia neno empo. So that's sending someone. Hivyo hiyo ni kutuma mtu. So Jesus shares the mission, not the status. Basi Yesu anashiriki utume yao, lakini sio kazi zao ama huduma yao. Yeah, and this is a verse you know by heart. It says that they were asking about when Jesus will come. The answer from the angels was, that knows not your business. Mstari huu nyinyi mnaojua, walikuwa wanauliza kuhusu mambo ya Yesu kurejea. Yesu akawaambia kwamba hiyo sio shughuli yenu. The angel said, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. Lakini nyinyi mtapokea nguvu atakapowajia yule Roho Mtakatifu, na mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na Yudea na Samaria na hata mwisho wa ulimwengu. Yeah, what they say is, you will be my witnesses. Inasema ni kwamba nyinyi mtakuwa mashahidi wangu. If you see an accident at the street, you need witnesses, and the person says to you, you will be my witness. Basi ukiona ajali barabarani inahitaji mashahidi, na huyo mtu anakuambia wewe utakuwa shahidi wangu. Jesus says, you will be my witnesses. Yesu anasema kwamba nyinyi ni mashahidi wangu. As the time's run up, I have to leave the study to here, but I will just mark a couple more verses. The first is Revelation 2:2. Basi kwa sababu ya muda, kuna mambo mengi ningesema, lakini kwa sababu ya muda nitasema tu kitu kwa Ufunuo wa Yohana 2:2. It's talking to Ephesus church. Naongea kuhusu kanisa la Efeso. It says, I know your work, I know thy work and thy labor and thy patience, and how you canst not bear them who are evil, and who hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Ninajua kazi zako, kujitoa na bidii yako na subira yako. Najua vile huwezi wachukuliana na wale ambao ni waovu. Najua ambao wamejaribu na wanasema kwamba ni mitume na wao si mitume. Wewe umeshawapata ni waongo. Yeah, here he is talking about our churches. Hapa anaongea kuhusu makanisa yetu. Churches that cannot suffer the gospel bad preaching. Makanisa ambayo hayawezi kukubaliana na kuhubiri injili. That can detect a false prophet, yes, looking at him. Bado anaweza kumwona tu nabii wa uongo kwa kumtazama. That cannot suffer any Bible bad translated. Ambayo haiwezi, kanisa ambayo hayawezi kuchukuliana na wale ambao watafsiri maandiko vibaya. That's a good church. Hilo ni kanisa nzuri. But then he says this. Kisha anasema hivi. Nevertheless, I have someone against thee, because thou hast left thy first love. Hata hivyo nina hiki dhidi yangu, kwamba wewe umewacha upendo wa kwanza. Remember therefore
from whence you are fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Kumbuka basi ulipoanguka na utubu na ufanye kazi zako za kwanza. Usipofanya hivyo, nitakuja kwako haraka na kuondoa mshumaa wako mahali pake, isipokuwa utubu. The Lord is telling us, you're very good as a Christian. You are very faithful. You are strict. You are a fundamentalist. Bwana anasema ndio, ninajua wewe ni Mkristo mzuri. Wewe ni mtu mzuri. Wewe ni mtu ambao injili yako ni ya kimisingi. But you have lost your first love. Lakini wewe umepoteza upendo wako wa kwanza. To the Church of Philadelphia, he has a different message. The second verse says, I know thy work before, I have set before thee an open door, and no man can shut up. Because thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Kanisa la Philadelphia anaongea mambo tofauti, maana anasema ninajua kazi zako, tazama nimeufungua mlango mkubwa mbele yako, na hakuna mwanadamu anaweza kuufunga. Maana wewe una nguvu kidogo tu, na umeweka neno langu, na wala hujalikana jina langu. How much power did Philadelphia church has? Je, kanisa la Philadelphia lilikuwa na nguvu kiasi gani? How much power? Nguvu kiasi gani? A little power. Nguvu kidogo sana. For the Lord, that wasn't. Kwa Bwana zile nguvu zilikuwa zinatosha. I have set a door Sema nimeufungua mlango that cannot be closed. ambao hauwezi kufungwa. This is a promise for us. Basi hiyo ni ahadi kwetu. Yes, I will go. Ezekiel 22:30. This is the last slide. Ezekieli 22:30, hii itakuwa ni ya mwisho. It says, and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap for me for the land, that I should not destroy it, but I found no one. Sema nikamtafuta mtu miongoni mwao kwamba atengeneze ua na asimame kwenye pengo mbele yangu kwenye nchi, lakini kwamba ili nisiharibu nchi, lakini sikupata hata mmoja. Imagine the Lord coming to this church Wazia Bwana kuja kwenye kanisa hili and looking at every one of us. na kuje akitazama kila mmoja wetu. I'm looking for one. Anatafuta mmoja, One who is stepped to protect the wall. mmoja ambaye ameitwa asimame kwenye ua. In old time wars, there usually a castle that needs to be defended. Katika zamani za kale kulikuwa na majumba ya wafalme ambayo yanahitaji kulindwa. Yeah, the enemy tried to break down the walls. Basi adui akawa anajaribu kushambulia ukuta kuzivunja. But at some time they were able to break the walls. Na wakati mwingine adui wangefaulu kubomoa ukuta. Then there were just a few very selected men, very, the strongest men, the bravest men that stand at the hole to not allow the enemy to enter the castle. Basi kukawa na watu wajasiri, watu washujaa, watu wa nguvu ambao walikuwa watu wachache tu ambao wangeweka wasimame kwenye pengo ili adui asiingie. Those men will die. Watu hawa wako hai. Only the bravest men can do that. Watu ambao ni wenye ujasiri mkuu ndio wanaweza kufanya shughuli hiyo tu. Now the Lord is looking at us. Sasa Bwana anatutazama sisi. I'm looking for one. Anasema anatafuta mmoja. Just one. Mmoja tu. That can stand so I cannot destroy the earth. Baya anaweza kusimama ili nisiharibu nchi. But he says, I found no one. Lakini anasema kwamba sikupata hata mmoja. Let's pray. Wacha tuombe. Dear Lord, Baba mpendwa, thank you for this word. asante kwa neno hili. We know we are lazy. Tunajua kwamba sisi ni wavivu. We have lost our first love. Tumepoteza upendo wetu wa kwanza. I ask for forgiveness from you. Naomba msamaha kutoka kwako.
Make us useful for you. tufanye wa muhimu kwako, Make us understand this mission. tufanye tuelewe tume hii yako, The one job we have. ile kazi moja tu tulio nayo. Bless this church and all these kids that come from all over Kenya. Bariki vijana hawa wote waliotoka Kenya yote. Found the ones you need, Baba, wale unahitaji that will stand and defend, so you do not destroy the earth. ambao unahitaji kwamba wasimame kwenye pengo ili usiharibu nchi. Make us fit to preach the gospel. Ufanye tuwe sawa kuhubiri Injili, Even if we are not prepared or tried, hata kama sisi wenyewe hatuko tayari kuhubiri. make us useful, Lord. Tufanye tuwe wa manufaa In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Yesu, makofi mazuri.